Kutoka Kenya. Mimi ninawaambia angekuwa mwamuzi wa Kitanzania penalti ya dakika 128 asingetoa. Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penalti ama sijui uwezi kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penalti pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100% angefanya hivi. Nawaambia angekuwa ni mwamuzi wa kibongo. Ndio pale Chama kashakwatuliwa dakika ya 129 ungemwona anamnyanyua Chama anaondoka. Sijui umeelewa waamuzi wetu hao. Lakini huyu baba kutoka Kenya ameonyesha ujasiri wa hali ya juu sana. Yule bwana akamkatua wala akuzungumza maneno mengi, akafunika hapo. Sijui umeelewa wala akutaka maneno mengi. Lakini waamuzi wengine I'm very much sure ile lazima wange tena bwana anatoa macho kweli kweli hapo, anapangusa namna hii kwamba afana kunyanyua namna hii kwamba nyanyuka tuondoke hapo, mambo ya kubalance. Lakini baba yule amesimamia kweli kweli, japo kuna mapungufu ya hapa na pale. Kwa mfano kama yule kuna yule Mtanzania wa kuchovya alikuwa anakula kadi za kutosha tu hapa, lakini ndio hivyo kamlealea. Dakika 90 zimemalizika, mnyama ameibuka na ushindi. Kusema kweli tunamshukuru sana Muumba mbingu na ardhi. Leo umehitaji dakika 120 kupata goli moja. Mchezo unaofuata dakika 90 pekee na dabi bana, mnaweza mkahitaji hata dakika 200 kupata goli moja. Na wenyewe kama wana timu nyepesi, wana katimu kazuri kidogo kwa kuweza kushindana. Ndio maana umeona, sababu ukiangalia mechi iliyopita ambayo tumefunga goli moja, tukafunga usiku hivyo hivyo. Na mechi hii tumekuja kupata ushindi usiku hivyo hivyo. Sisi kwetu hiyo sio tatizo, kwa sababu tunachoangalia ni ubora wa timu yetu, namna ambavyo inazidi kuimarika na kuongezeka kila siku. Kuna siku ngapi tu hapa kabla ya mechi ya tarehe 3? Wao wengi kule nje wanazungumza kwamba leo mimi sioni tabu kufunga na Simba hapa Amani, kwa sababu mtaenda kulipiza kisasi. Nitafurahi zaidi nikimfunga Simba pale Meja Jenerali Samuel. Kuna siku chache kuelekea hiyo mechi. Hapa katikati masimango yataendelea ama kwa sababu mnajiamini? Hatuna muda mwingi sana wa kushangilia. Tutakuja kucombine mechi zote mbili ndio tufanye sherehe ya pamoja, lakini hii haitupi muda wa kutamba sana kwa sababu ya ratiba iko tenge kweli kweli. Tumeshinda hii leo, tunafurahi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini sasa tunaanza kujiandaa kuelekea mechi inayofuata ya tarehe 3 ambayo nao ni muhimu zaidi. Ni muhimu kwa sababu hiyo inakwenda kupunguza gap la point baina ya sisi na wao. Kwa hiyo ni mechi ambayo tunapaswa kuiwekea uzito mkubwa. Tukifanikiwa kushinda na hiyo, tutacombine sasa sherehe zote na tutakwenda kufanya sherehe kubwa.